Anaitwa Wazito. So mimi naitwa Mike kutoka WP Forms Africa. So hapa naenda kuonyesha something which every website hawana, especially kama unatumia WordPress unastahili kujua. Juu number one, uko na site yako umeunda ngori, but no shida ni customers wako wanakuja kwa site wana fill, but hiyo submission haikuji kwa email yako ama form yenyewe submit. So kufix hiyo tunaenda kutumia plugins mbili which ni free. Number one, acha tuanze kuinstall hiyo plugins. The first plugin tunaenda kuinstall ni WP Forms. So once login kwa WordPress dashboard yako unaenda tu plugins, add new, then una search kwa hiyo plugin. So hii ni WP Forms. Acha ni software plugin ya kwanza. So hii ndo plugin, utajua hiyo plugin kuangalia the logo, then una install. Alafu plugin ya pili tunastahili kutumia inaitwa WP Mail SMTP, ni by WP Forms. Na advantage ya plugin inakusaidia kusetup any mailer kwa site yako, ndo every time a customer anakuja kwa site yako akifill form na kusubmit, hizo submissions zina get kuingia the inbox. So I'm going to install hiyo pia. So hii ni WP Mail SMTP, imeenda kuinstall na ngoje install, then activate zote mbili alafu tuanze. So acha ni begin kuactivate WP Forms. So hiyo ndio nimeactivate ya kwanza. So ita redirect, just site ni mpya na stahili ku create first form, but sitaki ni create form kwanza, nataka kuonyesha venye kuactivate WP Mail SMTP na kusetup hiyo mailer. After tume setup mailer, sasa tutarudi ku create form yetu, ku fill, then tutafanya test. So narudi kwa plugins page. Now kutoka plugins page naenda kuactivate WP Mail SMTP, of which na expect tupeleke kwa setup wizard. So hii setup wizard inakuguide through venye uta setup any mailer. So kuna njia mbili hapa naweza tumia. Let's get started. So hapa unaona kuna email mimi prefer sana. Juu number one, inakupatia the first 200 emails zinakuwa free na ina take 2 minutes ku configure hiyo. So acha nitumie hii. So ndaenda kwa quick connect. So once click on quick connect inakupeleka kwa the send layer page. So hii ndio send layer. So na click connect to that send layer page. Once nimekuwa huko, so ndarudi nyuma ama ita redirect yenyewe kunipeleka dashboard. So iko sawa, hakuna haja ya kusave hii. So kila kitu iko poa. So hiyo iko poa. So hapo na save nikicontinue. So hizi vitu kama hizi iko poa, then hapo naenda kusave, hakuna haja ya kuingia any other thing. Then hapo una skip, then tushamaliza, then tumefinish setup yetu. So hivyo ndo umesetup ku make sure kwamba email notification kwa site yako iko poa. Unaenda kwa WP Mail SMTP, then naingia kwa tools page hapa. Hapa sasa unaweka kwa email yako kuangalia. So acha mimi niweke kwa email yangu niangalie, then nifungue Gmail kuona kama hiyo notification imeingia kwa mail yangu. So but just a few minutes. Ndio hii. So ukiangalia imetoka 0 minutes ago. So imeconfirm kwamba notification yetu iko poa. So inamaanisha hata msaki register, we kama admin unaweza pata notification kwamba so and so amemanage ku register kwa site yako. Kama una run e-commerce utapata notification. Kama una receive anything kwa site yako, hii kitu inakusaidia. So ya pili sasa tunaenda ku create form, alafu tu embed hiyo form kwa page. Then in the future itakuwa easier kwetu. So ndarudi kwa dashboard yangu, then click on WP Forms, then I'm going to create or rather add a new form. So ningoje form builder load. Hapa sasa nitaita jina ya form, acha tuseme hii ni contact form. Na kwa hiyo advantage ya WP Forms inakupea options kadhaa. Number 1, unaweza create form na AI. Number 2, unaweza tumia any pre-made template. Kama unaangalia inapita over 2000 templates. So I'm going to use this one. Acha nitumie hii simple contact form. Hiyo na select mbio. Then hapo sasa nakimbia kwa notification settings kuangalia kama iko sawa. Na hapa sasa ujanja hii na kuanga unaongeza field moja, unaita subject line, alafu hii unaita to reason. Alafu ukirudi kwa settings unakam kuselect hapa kwa email subject line, unakuja kutoa the default value, alafu una click on this, then unatafuta hiyo form hiyo yenyewe. So reason, so hapo reason ndio tunasema from, sasa hiyo kutoka nani, then unakuja kuselect hapa chini, alafu unatafuta first name. Meaning anytime say akikureach out, utakuja kuangalia kwa subject line ya email, inasema sababu nimekucontact ni hii na inatoka fulani. So acha ni save hiyo. Then kutest, si lazima uembed form kabla hujetest, because WP Forms inakuwa la preview form yako, then now unaweza test. So acha ni preview. So
nda click hapo preview, then jina ya kwanza so mimi ni Mike, ya pili si ni Kipruto ka kawaida, then hapo naiweka email yangu, sababu nasema tu sababu, alafu na hit to send. So hapo imesend, alafu sasa nikirudi hapa, narudi hapa, alafu na refresh niangalie. So si unaangalia sababu from Mike, so that is the reason why na connect. So hapo unaweza ingia kwa email unaangalia, oh huyu jamaa amesemaje hii na hii na hii. So hivyo ndo tumefix story na email delivery, na hivyo ndo venye nimekuonyesha ku create form na WP form. So kama uko na any question how to use a form na hiyo, we be sure kuacha comment kwa hii video, ama kama unataka anything tuongelee about forms, about WordPress and all that, be sure kuiachia comment. Mimi nitakuwa nasoma comment zote, then ndajibu mimi mwenyewe, na pia naweza kusaidia on how to get the most of your form. So till next time, asante.